Habari mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha Tunu kwa Bwana. Ninakukaribisha ungane pamoja na sisi tunapoiangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na mwanamke kwa ujumla katika Biblia. Kwa nini tunu kwa Bwana? Tunu ni kitu cha thamani ambacho kinahitaji gharama kukigharamikia ili kiwe tunu. Kwa nini tunu kwa Bwana? Na ni kwa nini wanawake? Mwanamke ni mtu wa maalum, ameumbwa kwa sababu maalum. Kwa hiyo tutaangazia zile tunu ambazo Mungu anatamani kuziona ndani ya mwanamke. Tunu kwa mwanamke. Tutaangazia kwenye masuala mbalimbali, lakini kabla sijaenda mbali zaidi, ningependa nimkaribishe mtumishi mwenzangu ambaye atawaelezea kwa namna fulani nini maana ya tunu, kisha tutaendelea. Karibu sana mtumishi. Amina. Leo tunapoangazia kwa habari ya kuwa tunu kwa Mungu, tunaangalia uthamani. Hatuwezi kuwa tunu bila kujitambua sisi ni kina nani. Lazima tujue sisi ni kina nani, na lazima tujue kwamba sisi sio mpango wa pili, kwamba alipoumbwa Adamu ndipo tukafikiriwa. Hapana, tunaposoma Mwanzo sura ya 5, neno la Mungu linatuambia Mungu alimuumba mtu na mke akawaita jina lao Adamu. Kumbe toka mwanzo Mungu alitukusudia na kuna vitu aliviweka ndani mwetu na anatamani kuviona. Na tumekuja kuzungumza juu ya jambo hili kwa sababu tupo katika ulimwengu ambao mwanamke, wanawake wengi hatutambui. Tunaishi kama dunia ambavyo inataka, lakini hatuishi kama neno la Mungu ambavyo anataka. Hivyo basi tunaposoma Kutoka sura 19 mstari wa 5, neno la Mungu linatuambia basi ikiwa tutaisikia sauti ya Mungu kweli kweli na kulishika agano lake, hapo ndipo tutakapokuwa tunu kwake. Kwa kuna vitu, kuna sura ambayo Mungu anataka aione. Kwa tunapoendelea kujifunza, tutaona vitu gani ambavyo Mungu anataka kuviona kwetu ili tuwe tunu kwake, atufurahie. Na kama alivyosema mwenzangu, tunu ni kitu cha thamani, kitu ambacho hakionekana, kitu ambacho kinalindwa, kitu ambacho kinatunzwa kweli kweli. Tutaendelea kuviona tu taratibu kadri ambavyo Bwana atatupa neema. Labda nimkaribishe mwenzangu kwa ajili ya ufafanuzi zaidi ya tunu kwa Bwana. Karibu ndani. Amina. Asante. Mimi napenda kuzungumzia kuhusiana na utambulisho wa mwanamke. Utambulisho wa mwanamke, Mungu ametuumba sisi kwa sababu ya kusaidiana. Na katika kusaidiana, sisi ni wasaidizi kwa waume zetu. Ukishajijua wewe ni msaidizi kama mwanamke, utaweza kuilea familia, utaweza kulea jamii nzima, kanisa, kwa sababu sisi ni chombo kizuri ambacho Mungu ametuumba. Na tunapojiita wasaidizi, sio kwamba tutakuwa hatuwezi kufanya chochote, lakini ndivyo Mungu alivyotuumba kwamba ni wasaidizi kwa kila eneo. Tukizungumzia kuhusiana na familia, ukizungumza mume wako, ukiolewa wewe ni msaidizi kwa mume wako katika mambo ya kujenga familia, kujenga mahusiano, kujenga kanisa pia. Wewe mama ndio mtu ambaye unaweza ukawa msaidizi mkubwa katika kulea familia. Pia naweza nikaongeza pia kuhusiana na ni kitu chema. Tukizungumzia kitu chema, tunaweza tukasema katika Mithali 18 mstari wa 22, pataye mke apata kitu chema. Kwa hiyo sisi wanawake tujijue kwamba sisi ni kitu chema. Na ukishakuwa kitu chema, unatakiwa ujilinde, unatakiwa ujitunze katika utakatifu. Huwezi kuwa kitu chema bila kuwa na utakatifu ndani. Na ukishakuwa mtakatifu, utaweza kufanya kazi ya Mungu na utaweza kufanya kazi ikawa rahisi katika kuongoza familia, kuongoza kanisa na jamii nzima. Na sisi wanawake tunaweza. Asante. Ndugu mtazamaji wetu, kwa leo tutaenda kukuambia kwa kina kidogo utambulisho halisi wa mwanamke ambao Mungu alikusudia kwa mwanamke. Hivyo tukumbuke ya kuwa tunaishi katika kipindi ambacho mwanamke amesahau wapi alipaswa kuwepo. Tumesahau zile track ambazo Mungu alituumba kuwa. Yaani kama umeumbwa kuwa ua,
unajisahau, unakuwa labda maji tuseme, na hatujui kama tunakosea. Hivyo leo tutakumbushana kwa namna fulani mwanamke alipaswa kuwa wapi, yani utambulisho ule ambao Mungu alitaka akitaja mwanamke anamuona wapi. Mwanamke alitakiwa kuwa wapi ili tuwekane kwenye mstari kutimiza lile kusudi la Mungu. Tutaangalia sehemu kadha wa kadha. Kabla sijaongea sana, nadhani nitaongea baadaye kidogo kwa kumalizia. Niwakaribishe wenzangu kwa kuligusia hili. Nikumbusha hapo uliposema kwamba unatoka kwenye position, tunaishi sehemu ambayo sio ya kwetu. Kanikumbusha Adam walipofanya dhambi ya uasi, walipokula tunda ambalo walikatazwa kula. Mungu alipokuja pale bustanini kama ilivyo desturi yake kuwasabahi, kujuliana nao hali, hakuwakuta kwenye position. Mungu akamuita Adamu, anamuuliza uko wapi Adam? Lakini kwani ni kweli Mungu hajui? Mungu anajua, anaona kila kitu. Usema swali lile lilimaanisha kutoka kwenye position. Uko wapi Adam? Leo tunatamani turudi kwenye position zetu ambazo Mungu alizikusudia. Kwa tunapozungumzia kuhusu utambulisho pia tunazungumzia kwamba kama ambavyo tunasoma kwenye Mwanzo, Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake. Tuangalie pale mwanzo kabisa. Mwanamke ni nani? Aliumbwa kwa kusudi gani? Wapi tulianza kumsikia mwanamke ili tuende kwa huo mfululizo? Mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Kama Biblia inavyomuelezea ni nani? Ilikuwaje akatokea? Tuanzie hapo, karibu. Amina. Mwanamke kwanza ni mwanadamu aliyeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake. Amen. Akiwa amebeba kusudi maalumu ambalo Mungu alimkusudia nalo, na ndio maana tunaposoma kwenye Mwanzo tunaona Bwana alitoa ubavu wa Adamu akamfanya mwanamke. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha uhusiano, kwamba sio watu wawili tofauti. Inamaanisha kwamba uhusiano wa umoja, na ndio maana alimtoa hapo, alimtoa kwa Adamu. Kwa hiyo mwanamke ni mwanadamu ambaye ameumbwa kwa kusudi maalum, nayo ndio tutakaoangalia au makusudi hayo. Mfano, ameumbwa kubeba taswira ya Mungu. Na taswira ya Mungu ni ipi? Mwanamke kwa ndani mwake Mungu amemwekea uwezo wa upendo wa kina. Tunao tu kwa yani naturally tumeumbwa kupenda. Na Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Kwa hiyo tunabeba taswira. Mwanaume hajaumbwa kupenda yeye. Sisi ndo tunapenda. Anao. Lakini kuna sehemu tumesoma sisi ndo tunaambiwa tutapendwa, alafu sisi tutatii. Anasema ni kwenye Efeso, enyi waume wapendeni Bwana na wasiwe watupende. Kwa hiyo maybe ni kitu ambacho wanahitaji kujifunza zaidi. Lakini sisi naturally tu tumeumbiwa hicho upendo wa kina tunao. Mungu ametuumbia na tunapokuwa na upendo basi tunamwakilisha Mungu duniani. Tunakuwa tumebeba taswira ya Mungu, lakini pia tuna uwezo wa kuleta uhai duniani. Tunakuwa na watoto matumboni miezi 9 hivyo, na uzao unaendelea. Lakini pia Mungu ametuumbia hekima ya ndani. Lakini pia Mungu ametuumbia uwezo wa uhusiano. Mtu mmoja alisema nyumba ni mama. Mama ana uwezo wa kudumisha mahusiano. Mwanaume anaishi naye pale nyumbani, mume anaishi naye pale nyumbani, akamuhusianisha vizuri na ndugu zake, nyumba ikawa sehemu ya amani kwa watoto na wageni wote. Lakini pia ana nguvu katika unyenyekevu, na hii ni silaha kubwa ambayo hata Esther alitumia. Unyenyekevu wake tu ukamfanya moyo wa mfalme ulainike na kuambia sema chochote, takupa hata nusu ya ufalme. Amina. Dada Mary, una mchango gani hapo kwenye hilo? Mimi napenda kuongeza kwamba mwanamke ni chombo cha thamani. Nikisema chombo cha thamani, na ni chombo, ni pambo. Ni pambo. Sisi ni mapambo kwa waume zetu. Amen. Na tunapokuwa mapambo kwa waume zetu, hebu tusitumie hii dhana kufanya
yasiyofaa. Tufanye pambo kwa kanisa, pambo kwa nyumba, na zaidi ya yote kwenye kulea familia. So ukiangalia hata maisha ya kawaida tu, mama akiwa amesafiri nyumbani, baba akiwa amebaki nyumbani, kuna vitu vinapungua sana. Lakini immediately mama anaporudi, kuna vitu vinazaliwa. So ukiangalia kwenye familia, mimi nakumbuka zamani mama yetu alikuwa akisafiri, yani ni kama vile nyumba haina uhai. Lakini anaporudi kuna changamko, kuna taa. Kwa sisi ni taa katika familia zetu. Kwa mwanamke, jitahidi kusimama katika nafasi yako. Jitahidi kusimama katika position Mungu alizotuumba nazo. Sisi ni taa, sisi ni mwanga, sisi ni njia. Mwanaume hawezi bila sisi. Sisi ni wanawake ambao Mungu ametupa katika usaidizi wetu. Ni kweli tunaweza. Kwa tusijichukulie kiumbe kidhaifu sana. Kuna wengine wanasema sisi ni wadhaifu, sisi hatuwezi, sisi tumedharaulika, sisi ni hapana. Sisi ni wanawake ambao tunajiweza, tunajitambua, tujitambue na tuamke. Na tuweze kusimama, tuweze kuamini kwamba sisi ndio tumeshikilia familia zetu. Sisi ndio tumeshikilia kanisa. So ukiangalia hata kanisani, bila wanawake kanisa haliendi. Ukiangalia kazi nyingi kanisani, sisi wanawake ndio tunafanya. Lakini tutakaposimama katika zamu yetu, tutakaposimama katika nafasi zetu. Asante. Haya, tuendelee kubaki hapo hapo. Tumepata kujua kwamba mwanamke ana uthamani, mwanamke ni msaidizi, mwanamke ni taa, mwanamke mambo kadha wa kadha tumesikia. Lakini tubaki pale pale kwenye somo letu ya kwamba Mungu anatutazamaje, utambulisho wetu. Mfano, unawezaje kumtofautisha mwanamke yule ambao Mungu alimkusudia na wanawake, au tuseme mabinti wadogo ambao wanakuwa. So unajua tunakuzwa kwenye familia za tofauti. Sasa hivi mtoto anazaliwa, anaenda tu shule, ile muda hata ibada jioni na kufundishana sana hakuna. Sasa tunasaidiaje? Sisi tunajisaidiaje sisi, lakini pia na kile kizazi ambacho kinakuwa kumtambua, ili ajijue kwamba hapa ninachofanya niko ndani ya track. Hapa nimetoka nje ya track. Tunamsaidiaje huyu mtu? Kujua yani, au sawa, mmesema mwanamke ule utambulisho wake kibiblia. Ni mwanamke gani ambaye akisimama hapa unaweza ukajua sasa huyu yuko nje ya track? Ili unajua ni hali ya kutokujitambua pia wakati mwingine. Unawezaje kumtambua huyu yuko na huyu hayuko? Karibu. Amina. Tunaposoma msingi wetu sisi ni neno la Mungu. Tunapolisoma neno la Mungu kuna maandiko tu mengi yanayoelezea jinsi ambavyo tunapaswa kuwa. Kwa mfano, anasema tujipambe. Tumesema kwamba sisi ni ua, sisi ni pambo. Tujipambe kwa utu wema. Tujipambe kwa unyenyekevu. Tujipambe tu watu wenye fadhili. Kwa vitu kama hivyo, moyo wa upendo, moyo wa ukarimu, moyo wa ujasiri, uvumilivu, vinapokosekana kwa mwanamke, tayari hiyo natupa picha kwamba huyu yuko nje ya track. Lakini pia tunapojaribu kusimama kwenye position ambayo sio ya kwetu, kwa mfano tunakaa kwenye nafasi ya wababa. Kuna mtu nakuta ni kweli ameumizwa, tuko kwenye zama hizi za siku za mwisho, changamoto ni nyingi. Nakuta kweli mtu ameumizwa, lakini anadiriki kusema mimi ni baba na mimi ni mama. Tayari hiyo kauli kimsingi si sawa. Sababu tayari inakutoa kwamba umevaa viatu ambavyo si vya kwako, na automatically lazima tu utashindwa. Lakini pia tunafungwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Tunapotamka vile, lakini Mungu pia anakaa pembeni. Okay, kumbe unaweza ukawa baba, anatulia kuona hiyo mechi unaichezaje, utaimalizaje. Umeona? Lakini lazima tutubaki pale pale. Hata naporudi kwa Mungu naambia okay, kuna changamoto 1 2 3 na labda nina changamoto na baba. Nahitaji Mungu utengeneze hali ya ndoa yangu, hali ya mume wangu. Kwa tunavyoamua kususa bwana, okay, sitaji kuwa hivi, nahitaji kuwa niwe baba sasa ili nijipambanie. Tunatoka kwenye nafasi zetu ambazo Mungu ametupa.
Kwa ni vitu kama hivyo kwa upande wangu. Asante. Na mimi kwa upande wangu, kama mwanzo nilivyosema, sisi tumeumbwa kuwa wasaidizi. Utakapokuwa msaidizi, sio utafika ndani ya nyumba utaanza kuonyesha ubabe. Ukisha kuwa msaidizi unakuwa na usikivu na kutenda kazi kama msaidizi. Sio unakuja na ubabe wako. Yeye kumbuka ni mwanaume, na mwanaume tunaambiwa ni kichwa cha familia. Sasa usiende kuwa kichwa cha familia. Utakapoenda kuwa kichwa cha familia utakuwa hauko kwenye ile nafasi ya kuwa mwanamke mzuri. Na pia kuwa na ushauri. Sisi pia ni washauri wazuri. Sio unakuwa mwanamke na msaidizi lakini sio mshauri mzuri. Utakapokuwa sio mshauri mzuri katika familia yako, utakuwa ni mwanamke mpumbavu na anabomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atusaidie, na pia tuwe ni wanawake wa maombi sana. Sasa usipokuwa mwanamke muombaji, utakuwa ni mwanamke wa hovyo sana. Vipindi vinatangazwa kanisani, utokezi hata wiki wewe Jumapili kwa Jumapili. Hata mambo ni mengi, mambo ni magumu, kwa sababu ukiwa msaidizi unabeba mambo mengi sana ya familia. Mambo mengi sana yanakuelemea wewe. Usipokuwa muombaji, my dear, tutaanguka. Lakini nawasihi kabisa tuendelee kukaa katika nafasi ya kuomba, tuendelee kubaki kujua kwamba sisi ni wasaidizi, sio vichwa. Kwa sababu utakapokuwa msaidizi utakuwa unaweza kufanya mambo yako kama mwanamke. Asante. Na kuongezea hapo, ndio mfano pia tunapojaribu kutokuyalea maono au kuyatamia maono ya ume zetu, sisi tupo kuyasupport. Kwenye Wakorintho neno la Mungu linatuambia wanaume wakumbwa kwa ajili yetu, bali sisi kwa ajili yao. Kwa hiyo sisi tupo kuatamia maono ya familia. Kwa hiyo tunapoenda kuhakikisha waume zetu wanakuwa wanastawi, kile walichonacho ndani mwao kinaonekana, kinathibitika kwa viwango vikubwa, ndio mafanikio yetu, na ndio tunakuwa tumesimama hapo, sambamba pia na watoto ambao Mungu anakuwa ametupa. Wale ni watu ambao ni watu wenye maono yao, ambayo kwa baadaye watakapokuwa na nguvu za kujiweza, wamekuwa wakubwa, watadhihirisha kile ambacho Mungu ameweka ndani mwao. Kwa hiyo natinye bado pia tunatakiwa tukiatamie, tunatamia maono ya wababa, tunatamia na maono ya watoto wetu. Ili kama vile tu kuku wanavyotamia mayai, baadaye vifaranga vinangulia. Amen. Okay, tumesikia mwanamke ameumbwa kwa kusudi maalum sana. Usaidizi sio kazi rahisi. Unajua hata kwenye protocol tu ile ya majukumu, katibu huwa anashughulika na mambo mengi, au msaidizi wa boss ana mambo mengi. Boss anaweza asijue hata document ziko wapi, ila msaidizi anajua. Kwa hiyo Mungu ametuamini kuwa wasaidizi. Maana yake tuna kazi kubwa Mungu alijua tunaweza kuifanya na kuikamilisha kwa ukamilifu wake. Huo ni upande wa utambulisho wa mwanamke, uhalisia ule Mungu anataka kuona kwa mwanamke kwa hali ya kimwili. Je, tuangalie kwa uhusiano wa mwanamke na Mungu. Yaani sidhani kama Mungu alitumba tu tukawe wasaidizi wa wanaume. Kuna kitu pia kinahusiana sisi na Mungu hapo katikati. Mungu alituumba kwa namna gani hapo? Uhusiano sasa wa kiroho na maanisha. Karibuni. Kwenye uhusiano wetu na Mungu, Mungu ametuumba kwanza tuishi kwa viwango vya kimungu. Ni kweli tunaishi duniani, lakini hatuongozwi na tamaduni au desturi za dunia, bali tunaongozwa na sauti ya Mungu, ambayo pia tunaipata kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo yale ambayo Mungu ameyataka tuyaishi, tunaishi kama ambavyo Mungu anataka. Lakini pia tunapodumu katika kuzungumza naye kwa njia ya maombi, kuna vitu vingi anavifunua sasa kwetu. Kwa mfano tu jinsi tulivyo leo, hatukujua, nilipokuwa mtoto mdogo sikujua kama kuna siku nitamtumikia Mungu. Katika tunavyoendelea kukua, unapata na neema ya wokovu, unamkaribia Mungu,
Mungu anaanza sana pia kukusemesha. Ndio unaanza kujua kumbe mimi ni mwinjilisti. Kumbe mimi yani kwenye huduma sasa, kumbe Mungu ameniumba mimi kama mwimbaji kutumia sauti yangu nimwimbie, nitangaze sifa zake. Uhusiano wetu na Mungu kwa hatutaujua bila kwanza kuokoka, kumkaribia na kuokoka kweli kweli, kumkaribia Mungu na Mungu asikizishe sauti yake kwako kupitia neno na mafunuo mbalimbali ambayo tunapata hata kwa maombi na namna mbalimbali ambazo Mungu huzungumza na watu wake. Asante sana. Karibu Dama. Asante. Na pia mwanamke ni muombolezaji. Sisi wanawake tumeumbwa katika kuomboleza. Huwezi ukakuta mwanaume anaomboleza. Sisi ni waombolezaji. Na Mungu ameliweka hilo ndani yetu kwa sababu ametuthamini katika kipengele cha uombolezaji. Na tusimame hapo katika kumtumikia Mungu kwenye utumishi. So ukiangalia mambo mengi katika utumishi wa kanisa unatutegemea sisi wanawake. Ukiangalia kwenye kupamba kanisa wanawake, usafi kanisani wanawake, ukiangalia hata vitu vingi vinavyoendelea katika upande wa kanisa lazima mwanamke anahusika. Na usiposimama katika zamu yako wewe mwanamke, kanisa litakuwa pia halisimami vizuri. Kutakuwa kuna mapungufu mengi, lakini tukisimama katika maombi, tukisimama katika zamu zetu, tukisimama katika kumtumikia Mungu, sisi cha msingi jua kwamba wewe ni muombolezaji. Na ukishajulikana kwamba wewe ni muombolezaji, ujue Mungu anakusikia zaidi kwa sababu amekuweka katika kipengele cha uombolezaji. Tutakaposimama katika zamu yetu ya uombolezaji lazima Mungu atasikia. Na ndio maana mtoto atakapokuomba kitu akija kwa moyo, kuna namna na kuomba unasema huyu mie nitampa tu. Lakini kuna ile point anayofika, na ndio maana na sisi wanawake tukifika ile point ya uombolezaji lazima Mungu ataachilia. So ukiangalia kuna wimbo fulani unaimba wanawake ni nguzo ya kanisa, wanawake ni ngao ya jamii, wanawake ni nguzo ya familia, wanawake ni jeshi kubwa kulea familia. Mama ndiye mlezi mkuu, shughuli zote za nyumbani. Mama ndiye mhusika mkuu, jamii nzima, dunia nzima. Mama ndiye mwenye usukani, wanawake ni jeshi kubwa. Asante. Tumepata na wimbo ambao unatupa summary ya majukumu ya mwanamke karibia yote, na hayo ni madogo, majukumu ni mengi. Ninaweza kusema kwamba kwa wakati huu tunaweza kuhitimisha hapo mpaka kipindi kijacho ambacho tutaendelea kuangalia masuala ya wanawake zaidi na zaidi ili kuwekana sawa, kuimarishana kwa ajili ya kusudi la Mungu, tufikie malengo pamoja. Asanteni na kwaherini.